Furahini pamoja na wale wanafurahi, lieni pamoja na wale wanalia. Biblia inatufundisha habari ya upendo hapa, love, ya kwamba tuwe social. Tusiwe watu wameokoka wajika, tuwe social. Social ni kusemaje? Ni kusema ukiona mtu wako na harusi, unakuja. Furahini na wale wanafurahi. Kama niko na harusi kuja. Kama niko na party kuja. Kama niko na shukurani nilipata degree kuja. Wacha kusema ati hiyo sio spiritual, ni physical. Watu wengine ukiwaitia ati ni mtoto yangu amegraduate, amepata degree, tuko na party, unamwambia mambo kama hayo, kano I don't attend. Na hii scripture tupeleke wapi? Kama mimi nimepata, mtoto wangu amepata degree na mimi mwenyewe sikupata, hata sijawahi kuiona, nimeona degree ya kwanza na mtoto wangu, kuna makosa gani nikifurahi pamoja na mtoto wangu na watu wetu? Sasa unfortunately watu wale wameokoka hawasomi vitabu kama hizi. Unasikia mtu akisema hiyo mambo ya kimwili mimi siwezi kwenda. Unamwambia nasikia kuna pre-wedding party. Hao ni kufurahi, wanafurahi, twende nyumbani. We are not interested. Na Biblia inatuambia join other people in their happiness. Amen. Kukizaliwa mtoto, enda ushike mtoto wa wenyewe. Jifundishe kuwa social. Mbinguni tutakaa na hii watu. Lakini si ati kwa sababu tumeokoka tunakuwa wajinga, mpaka hakuna mahali tunaenda, mpaka mazishi tunasema hatujui ni nani amekufa. Unaambiwa ni wakina fulani, simjui siadi. Lazima tuache hiyo baridi, hiyo rigidity tuachane naye. Tuonyeshe watu ya kwamba tunaelewa neno. Rejoice with them that do rejoice. Kama mtu anafurahi, enda kwake mfurahi. Amen. Enda kwa party tuone meno yako inakaanga namna gani. Enda utoe hizi nguo sasa hadi ufae nguo za kawaida tuone na kuanga namna gani. Lakini sasa wewe umekauka kama nini, mpaka watu wanasema mtu akienda kwa hiyo kanisa ukiokoka unakuwa mjinga. Hawezi kukuja. Hata saa hii unaona vile watu wamefurahi hapa, hata kuja. Hata Christmas party hata kuja. Ati ni kuokoka. Mpaka family ikikutana, mimi nasikia kutu kuenda prayer center. Please wacha nikuambie, wacha kwenda opposite ya vile dunia inakwenda. Utashindwa. Christmas itakuwa kwa hata siku ile utakuwa umeshazikwa. There will be a Christmas that year. Vile unatakana ufanye ni wakati watu wanafurahi, unaenda unafurahi nao. Wanaona wewe ni mtu mzuri, unacheka. Wanaona ukikula keki. Hallelujah. Hiyo ndio kuokoka. Na Biblia inasema namba 2, kukiwa na mazishi na matanga uende. I'm very sorry to say, nimeona watu wameokoka wamekataa kwenda mazishi ya mama yao. Ati yeye hashikanangi na vitu kama hizo za giza. Paka unamwangalia hivi. Kwanza mmoja nilimwangalia nikamwambia, kwani wewe hautakufa? Akaniambia mimi kulingana na vile tumeongea na Mungu sitakufa. Nikashindwa. Hii sheria na imeandikwa ati watoto wataondoka, hutaondoka. Na mimi nilienda mazishi yake. Alikufanga na tukamzika. Hata ni vile hauwezi kufikia mtu umwambie unasikiaje? Alikuwa tunamwambia mtu fulani amekufiwa, ni vizuri tuende kwa mazishi. Anasema I don't, labda Mungu aniambie nikafufue. Kama hasemi nikafufue, I don't attend such ceremonies za kushindwa. Hiyo ni kukosa kuokoka vizuri. Biblia inasema tulie na wale wanafanya nini? Imagine sasa wewe umesikia watu wengi wamekufiwa na haujawahi kwenda mazishi. Mpaka siku ile utakufiwa na mtu wa karibu. Ndio unatuhangaisha hapa zote tuende na wewe haukujange. Mkuje. Mimi sitaki Dr. Edward, nataka Bishop mwenyewe akuje. Unatuhangaisha kitu gani na wewe hauendangi? Niongee nisiongee? Yes. Tell your neighbor be social. Mwambie kwa Kiingereza ya kisasa the verb social intelligence. Umemwambia na Kizungu ya ng'ambo. The verb social intelligence. Unajua kulingana vile kumekaa,
mama huyo ameshomekewa na nyumba, we need to go there. This is social intelligence. Fulani amepata shida, nafaa kwenda kwake. Fulani nasikia ameibiwa, wacha nimpelekee hata blanketi mbili tu atafurahi. This is awareness na ni biblical. Verse 16 inasema tuwe na harmony na watu wale wengine. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msi nia yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujifunia akili. Wale tumesoma sana, tumepewa advice hapo ya mwisho. Ukiona uko na akili nyingi kuliko watu wale wengine, hapana, jiinua juu yao. Usijifunie kuwa na akili nyingi. Maana akili nyingi zinakusaidia tu hapa duniani kuwa na vitu na wengine hawana. Tusijifunie kuwa na akili. Kwa hivyo ukiona uko na akili, hapana dharau watu wale wako na akili chache. Hapana dharau watu wale ambaye hawajui. Amen. Hapana dharau watu wale ambaye hawajui kuongea Kisungu. Hapana dharau watu wale hawajui kuongea Kiswahili. Amen. Yaani classes hizi watu wameweka kwa society, hiyo neno linazikataa. Hii class ya kwamba mtu maskini akikuja karibu na sisi kwa hii kanisa anasikia hafai. Mtu tajiri sana akikuja kwa hii kanisa anasikia tunamreject, maana naye inakuanga hivyo. Maskini hawataki mtu iko na pesa nyingi. Wanasema anakuja hapa kujidai na vile amenona. Na hayo matajiri, hii maskini wanataka kuiba kibeti yangu, uangalie vizuri. Nimeona wanakia. Na pengine maskini anaangalia tu kibeti, aone kibeti ya tajiri na kuanga namna gani ya Italy. Maana yeye ananunua ya Gikoba ya Italy. Ndio hii. Kwanza kuna watu wakiona wamekaa na kama maskini, anaita Asha, jadharageti mwana ule, nitafutie kiti pande ile. Aondoka hii maana ameingia kak, maskini. Anasikia kama ako katikati ya mashaitani maine. It's not like that. Biblia inasema condescend to people of low estate. Live in harmony with other people. Don't be proud. Associate with the people of low position. Watu wale wako of low position, associate with them. Na wale mko low position, associate with the people of high position. Amen. Bwana asifiwe. Umewahi kwenda na Mewani kijiji, watu wote wanataka kuifa. Leta nione vile unaonanga. Cooperate, wacha kulete fujo. Give the next one. Kuja. Fa. Wacha hata hao waekelea hapa kwa nywele wasikie vile mtu anasikianga akiwekelea Mewani wapi? Lakini sisi tunakasirika. No manners. These people have no manners. What they? It is not lack of manners. Wangetaka kuona. Amen. Niliona tumeenda kijiji, watu wa kijiji wanataka kuguza hata kina mama, wanawaguza hivi. Kwani mnafanya nini gozi? Halafu wanaingiza vidole kwa nywele. Na hizo vidole unajua wamelima sana nazo, kwa hivyo sio smooth vile. Wanaingiza wanatoka na tupisi ya nywele sasa. Unaona mtu ataruka. Niliona mama ameambia mume wake, "Can I see you a minute? Can I see you a minute?" Mzee akaenda hapo kuonwa 1 minute. Na mimi nikaenda kuona wanaonana nini. Kwa anasema we are going back right now. I can't stay here. Na huyo mtu the same akiniona ananiambia, "Oh, praise the Lord, Archbishop. Hey, how are you?" Na anasema anarudi Nairobi na nikuguzwa tu. Hata men wanamguza hivyo na, "Hey, wait. When in sports? I'm going back tonight. Don't go back. Let them touch the sport. God bless you." Ongea jirani uone alamehevu namna gani kimwambia hivyo. Kuna dada wa kanisa hii alienda kijiji. Hao wadada wa kijiji walifaa nguo zake zote. Wasikie vile mtu wa Nairobi anasikianga. Nakwambia alikuwa amewaka. This is nonsense. It is not. Wacha basikie vile mtu anasikianga.
Na wale mnanunua kagari, si ukienda kijiji unaona watu wanaingia, watu 7. Wanakaliana, alafu unasikia ile kijana yenu anasema ataingia boot. Unaangalia kagari yako unaona kameralia mpaka miguu haina space sasa. Na watu wanakuambia endesha tusikie vile inakuwa, please cooperate. Okay, wacha tuachane na hiyo maneno. Lakini hii itatufanya hata tukae vizuri na wasichana wa kazi nyumbani, the maids, shamba boy tutamhandle vizuri kama mwanadamu. Hao watu waiters in the hotel tutawahandle vizuri, kwa sababu sasa ukienda kununua kirasi yako ni juu kuliko waiter. So you handle the waiter very well. Kuna siku mimi nilikuwa waiter na kuna mtu manager alinihandle mimi vibaya sana. Alikuwa ananiuliza ulikataa kusoma ukifikiria tu. Alisema maneno mengi. Aliniita tu jina tu Kikuyu ambaye sio vizuri kutaja. Miaka nyingi baadaye nikapeleka delegation kubwa kwa town nyingine na nikachagua hoteli ile kubwa, nikasema hiyo delegation yote italala huko. Manager wa hiyo hoteli akasema wamekaa miezi miwili bila watu wafanyika bila wateja. Wakasema sasa tuketaka yule ako na hii group yote umwambie please, the manager wants to make a courtesy call on him to speak with him. So the manager came to make a courtesy call on me. Tuliangaliana. Aliinua mikono akaniambia unisamehe. Nikamwambia ueleze unasamehewa nini. Akaniambia nilikuita hivi. Kumbe anakumbuka. Akaniambia alisema na Kikuyu leo mundu na ndiye kimenyakani ukanene hali, yani mtu sikujua aliangalia ile kabuti ya white nilikuwa nimevaa, na hiyo kabuti ya white unajua saa zingine unapata mafuta unajipanguza nayo, alafu nilikuwa ninanuka chips na madasi, na hiyo ni normal ukiwaka kwa hotel perfume ni chips na madasi. So sasa napita kwake ananiuliza wewe ni madasi ama ni mtu? Namwambia ni mtu. Sasa aliaibika sana. Alishindwa hata kuongea na mimi. Mpaka mtu mmoja alimwambia, "Mbona umetoka kwa mgeni haraka hivyo?" Akasema ni Mungu ameniokoa. Huyo mtu ni mtukana sana, naomba hata asihamishe wageni. Alikuwa anaenda anaambia watu mwambie asihamishe wageni. Please hiyo wiki moja wakae hapa, na tulikaa hapo wiki moja sigelifeji hivyo. Lakini sikumuona wiki hiyo moja. Alikuwa anafanya kazi behind the scenes. Aliaibika. Na wewe unaweza kuwa umewahi kumistreat kama mtu kadogo. Kakikuwa kakubwa utafanya nini? Mulisikia kuna mtu alitandika the late President Moi coffee. Alimtandika coffee na ingine. Halafu kumetangazwa kwa radio. Rais mpya ni Daniel Arap Moi. Ameatuandikia kwa kitabu yake. Alipeleka gari mpaka Ethiopia akipitia Malilale. Na sijui nani alimwambia kuna njia ya kwenda Ethiopia huko. Alienda mpaka Ethiopia. Nataka nikwambie kuna mtu unaweza kumistreat. Siku moja uende Uganda, wacha nikwambie. Na usahau kuna basi uende miguu. Upitie Elgon. Haya, uliza mtu, kuna mtu umemistreat. Na nikimalizia nikipenda niwaambie kuna dada alimistreat musishana kanisani. Nilimkuta akipiga musishana nyuma ya nyumba ya Mungu. Nikasikia kuna mwanamke analia nyuma ya kanisa. Nikashindwa huyu alienda kuombea nyuma ya kanisa, kwenda kumwangalia. Nilikuta ni yeye anapiga msichana wa kasi, anamfinya hivi. Namwambia una akili, unasikia? Anakagonga hivi kama mlango. Nikamwambia mama, kwani kuna akaniambia sorry pastor. Ni haka kana kanikasirisha, akana akili. So tukakaa. Tukapata pastor mpya. Mchungaji tulipompata mpya kwetu kanisani, tulipata kijana. Na he was very strong, very powerful. Siku moja akakuja akaniambia amepata mke wa kuoa. Unajua alipata nani? Kale kasichana. So nilikaona Sandy kamechukua microphone.
baada ya kufanya harusi, kuolewa na nini. Akasimama akasema, Bwana Yesu asifiwe, wamama wote msiondoke baada ya ibada. Ningetaka kuwaona mbaki wote. Huyo mama alikuja kaniuliza, "Ni baki pastor?" Nikamwambia, "Baki na ukae mbele. Utengenezwe." Hii tusichana tudogo wacha kucheza naye. Wanaweza kuwa Mrs. President alafu uende Ethiopia. Ya mwisho ni verse 17. Musilipe mtu hofu kwa hofu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Verse 17, do not repay evil for evil. Let God do it for you. You will be safe that way. So mtu akikufanya vibaya, hapana lipisha na ubaya. Na verse 18 inasema, try to live at peace with everyone. Ujaribu kuishi na amani na watu wote. Wacha kutengeneza maadui wengi. They will curse you. They will finish you. Kuna wakati tunakuanga hatuna power. Na kama tuko na watu wengi wanatushukia, they will curse us. Verse 19 inasema ya kwamba, wapenzi, msijilipise kisasi. That you should never revenge as a Christian. You should love people and forgive them. God will revenge for you when necessary. Mungu akiona hii inafaa revenge, atakufanyia mwenyewe. Lakini sio wewe usirevenge. Verse 20 inasema how to treat your enemy. Kama kuna mtu hakupendi, anakuharibia jina kila wakati, ukipata ako na njaa umulishe chakula, na akiwa na kiu umpatie maji. Ni kweli? Yeah, that is how to treat your enemy. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, kuna mtu alisema ya kwamba mimi natumianga uchawi kufanya kazi ya Mungu. Na alikuwa aliuliza watu wengine kwa ushirika. Niwaulize nyinyi, mtu mzima kama wewe unaweza kuombewa na mtu uanguke chini, unaangushwa na nini? Watu wote wakasema kweli, kweli. Kaambia ni uchawi. Alafu siku moja amepata shida, amekuja kwa ushirika. Nimemwona amekaa chini. Ninatakikana na mimi nifanye nini? Silikumwambia shaitani kuja hapa shaitani. Nilimpatia nafasi ya shuhudie. Na nilipoita watu tuombe, ndio aone sio ushawi. Nilimwambia kuja tuombe. Nilimshika mkono, kuja tuombe watu pamoja. Tukaenda tukiombea watu. Tulipomaliza ndiye aliniambia, "Kumbe ni nguvu ya Mungu inafanyanga hivyo." Nikamwambia, "Wekelea huyo." Akawekelea huyo mkono. Kwanza wale alikuwa ametangazia, ni yeye nilipatie kijukumu wekelea hao mikono. Watu wakaanguka hapo. Nikamwambia, "Unaonaje?" Na yeye mwenyewe nikamwambia, mama mmoja nikamwambia, "Na wewe kuja wekelea huyu ndugu mikono." Sasa zote tukawa hapo. Na nikauliza watu, adui yangu nimeitreat vizuri? Na nikampa tikiti ya kwenda nyumbani. Na wewe ukijua mtu ni adui, unamfunga. Hata wengine wanakubaidi life. Anakuja kwa duka yako anakuambia, "I bide you." Unashindwa. Hii ni Ukristo ya saa ngapi? You must know how to treat an enemy. Na Biblia inasema, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kama kuna uovu unafanyika, overcome it with good. Are you going to forgive people? Are you going to love people? Sasa asubuhi ninawaita hapa mbele watu wale wote wako na mtu ambaye umeamua huyo nitasamehe. Amekukosea sana, amekuumiza, una uchungu mwingi, lakini baada ya kusikia hii mahubiri umeamua, I'm going to forgive that person. Tafadhali kibia hapa mbele. Leo Bwana anasema watu wasameheane, awapatie vitu vyao. Kuja haraka hapa kama wewe ni mmoja wa watu hawa. Na expect wanawake wasamehe wanaume. Na expect wanaume wasamehe kina mama. Na expect watu wa biashara wasamehe watu wa biashara wengine. Na expect watu wa kanisa wasamehe watu wengine wa kanisa. Na expect washirika wasamehe mapasta.